Mungu ni mwema, ameweza kunikutanisha na wageni wangu mndani. Ninamuona mchungaji hapa ameambatana na mgeni mwingine hapa ambaye tutaenda kumsikiliza kwa siku ya leo kama mmoja wa wale ambao anaweza kutupa kisa ambacho amekipitia, ambacho tunaenda kukisikiza ndani ya kipindi hiki cha ushuhuda. Lakini umndani bana, hii ni sauti ya Dennis Matayo. Pengine unaweza kuwa unajiuliza kwamba hii sauti ni ya nani? Ni mimi hapa, nipo kwa ajili yako msikilizaji. Lakini kabla sijaenda mbali, ni mkaribishe mgeni wangu hapa ambaye ni mchungaji na pengine naye aweze kutusalimia. Karibu sana mchungaji. Nashukuru. Naitwa Askofu Mshauri, kanisa la Pentecoste Holiness Mission. Nimematana wageni hapa ambaye nimekuja naye, nikiwa na mwanangu naitwa Danieli. Kabla hajazungumza nisema chache kidogo. Ni mambo ambayo nimeshangaa katika dunia hii ambayo hajapata kuona mimi katika maisha yangu, lakini namuona Yesu ndio mkuu kuliko vitu vyote. Na niko na mtu ambaye ukisikia kwa makini unaweza kujifunza kitu. Ataeleza vitu vingi yeye mwenyewe binafsi. Nimempokea takriban wiki 3 sasa, wakati kimfanyia huduma ya maombezi kanisani kwangu. Na mtu huyu alikuja Tabora kwa kazi maalumu, lakini mengi utasikia kwake alikujaje. Kwa hiyo niko naye kanisani kwa muda huu, natendea kushuhudia watu na kuwafundisha watu vitu mbalimbali. Sawa, nikushukuru sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Mgeni wangu, karibu, sogelea mic hapo ili tuweze kuzungumza vizuri. Habari ya kwako? Salama tu. Mambo yanasemaje? Tunamshukuru Mungu. Sawa. Pengine tufahamishe jina lako, unaitwa nani? Jina langu naitwa Tamasha. Kitu gani ambacho kimekupata ambacho umekileta kama ushuhuda wako? Kitu ambacho kimenipata, mimi nimezaliwa Kibondo. Pia matatizo yaliyonipata, nimefariki nikiwa na umri wa miaka 7. Nimetolewa na mzazi wangu ambaye ni mama yangu. Nimeenda pale kuzimu, nimefika pale kuzimu nikapewa cheo. Kabla sijapewa cheo, nilivalishwa hirizi ya usahaulifu. Kabla nimevalishwa hiyo hirizi ya usahaulifu, nimenyweshwa kwanza damu. Niliponyweshwa damu, nikapewa simba ambaye ni mashujaa wa kuzimu. Alafu nikapewa na nyoka wa umri wa miaka 200. Basi tukaingia kuomba. Tulipoingia kwenye maombi, nikajibiwa kwamba hawa joka wananipenda sana na huyu simba ananipenda sana. Na ndo maana nikawa nimepewa huyo simba ambaye alikuwa yuko mbele yangu, na nikapewa na joka wa umri wa miaka 200 ambaye alikuwa nyuma yangu. Alafu nikapewa hirizi moja ambayo ilikuwa inakaa kwenye mkono karibu na alama ambayo nilipewa, ambayo ni chapa, ambayo ni kitambulisho ambacho kinatambulisha watu ambao wako kwa shetani. Hirizi hiyo ambayo ilikuwa kwenye mkono wa kushoto ilikuwa inakunywa damu ya mtu, na hii hirizi ambayo ilikuwa kwenye kifua ilikuwa inakunywa damu ya kuku, ambao sio kuku wa kawaida lakini ni kuku watu. Pia nikapewa uajenti wa kuwa naunganisha watu ambao wanakuja Freemasoni, ambao wanakuja kujiunganisha kusababisha majali. Pia tuanze na ajali ya kwanza ambayo nimesababisha ajali ya MB Bukoba Mwanza hapo. Nimesababisha meli hiyo. Na mimi nilikuwa muongoni ambao nilikuwa nimekaa sehemu ya upepo. Na hiyo sehemu ya upepo ambao nilikuwa nimekaa, mimi nilichomoa. Halafu wenzangu walikuwa wako juu wanatikisa. Halafu mmoja alikuwa yuko nchi kavu, akafanya mkono hivi namna hii, halafu akainua. Alipoinua ule mkono, kwa mimi nikachomoa, halafu ile meli kafanyeje? Ikabinduka. Ilipozama ile meli, watu wamekufa wengi, tumechukua damu nyingi, tukapeleka kuzimu. Tulipopeleka kuzimu, basi tukafanyiwa matambiko fulani, tukanywa damu. Tulipokunywa damu, tukaendelea na shughuli. Kitu kingine, nilikuwa nikienda kama msafiri, naenda kwenye mabasi, naenda na begi langu ambao ni begi la kuzimu, naenda nalo, nafika pale napewa siti. Nikishapewa ile siti, ninakaa kwenye ile siti nikiwa naangalia damu za watu ambazo ziko sahihi.
Basi nikipata damu 6 ambayo ni namba 6, maana tunaambiwa mkienda kwenye magari tafuteni watu 6. Tukishawapata watu 6, mimi najivua. Nikishajivua, simba anatangulia mbele, ambaye ndo shujaa ambaye alikuwa ananisaidia mimi. Akishatangulia mbele, halafu huku nyuma yangu kuna nyoka wa umri wa miaka 200. Huyo nyoka ambaye alikuwa anabadilisha macho yangu. Macho yangu haya yanaenda kwenye joka, halafu macho ya joka yanakuja kwangu. Halafu nikishajivua pale naenda, simba inakaa nyuma ya dereva. Halafu mimi nakaa mbele ya dereva. Simba anakuwa ananiambia, tuhesabu 1, 2, 3 tuanze kazi. Basi simba pale anaunguruma nyuma ya dereva. Akishaunguruma nyuma ya dereva, hiyo inaachilia nini? Roho ya uoga. Kwa dereva akishakuwa na uoga, akishatangulia ule mungurumo, halafu sasa dereva kwa mbele yake mimi nitaweka nini? Nitaweka giza. Nikishaweka giza, halafu nitaingia kwenye miguu ya dereva, nitakandamiza, halafu ajali itatokea. Ikishatokea ile ajali, nitachukua zile damu, halafu nitaondoka. Nikishaondoka kule, nitafikiwa nafanyia sherehe, wananifanyia sherehe. Mimi nilikuwa katika wachawi 3000, nilikuwa namba 3. Nilikuwa mchawi namba 3 ambaye nimesababisha mambo mengi. Pia jambo lingine, nimeenda hospitalini nikawa najivaa kuwa madokta. Kuna majini ambayo ni ya Yusufa. Na hayo majini ambayo tulikuwa tunayatumia, tunaenda tunajipanga sawa sawa, alafu tunaingia kujivaa kuwa madokta, alafu tunawatibu watu. Tunawatibuje watu? Nisikilizeni vizuri ili kusudi muweze kupata kuelewa na muweze kupata ufafanuzi sahihi, na mtambue kwamba shetani anawatumia watu kupitia njia hizo. Hakuna matatizo yanayotokea kwamba ni matatizo ambayo Mungu ameyatokeza. Hayo matatizo yanatokea kwa njia za shetani. Kwa naomba mnisikilize muweze kupata kuokoka. Kwa wale ambao hawajaokoka, basi muokoke kusikia ushuhuda huu. Basi nilikuwa nikijivaa, nikishajivaa pale ninaenda kwenye chumba cha dokta. Si madokta wanakuaga na vyumba ambavyo kila mtu anapangiwa, leo hudumu chumba hiki, kesho mwingine atahudumu chumba hiki. Nikishafika pale, nafika namuona pale mgonjwa, nimejivaa sasa. Ule mwili wa yule dokta ambaye ni sahihi namuweka pembeni, halafu namuweka nini? Namugandisha pale ili kusudi mimi nifanye mambo yangu niondoke. Natulia pale. Kama ameishiwa damu, amekuja ndugu yake, na mpima. Nikishampima nasema damu yako imeambatana na huyu ndugu yako ambaye ameugua. Basi namwambia natakiwa sasa tukuvute damu ili kusudi umuongeze ndugu yako. Akishakubali pale, mimi navuta ile damu. Nikishavuta hata chupa moja, nikichukua hata kachupa kamoja, halafu nafanyeje? Naweka pale, naunganisha pale kwenye mitambo. Nikishaunganisha pale kwenye mitambo, na ruhusu sasa ile damu inaanza kuzunguka. Nyie mtakao ambao mko hapa mnaona hiyo damu iko inazunguka inaingia, kumbe damu imesimama, kinachozunguka ni hewa tu. Kwa mimi nataka nifanyeje? Nichukue nini? Nichukue mtu wangu ambaye nimetarajia kabisa ili kusudi nimchukue, ambaye nimeagizwa nenda sehemu fulani kamchukue. Basi nikitulia hapo, ikishafika mida ya saa 10, yule mtu naenda kummalizia. Ndio maana mnaona vifo vinatokea mida ya saa 10, saa 11. Kwa hivyo vifo sio vifo ambavyo ni sahihi, ni vifo ambavyo vimesababishwa na shetani. Basi mimi nachukua pale, halafu naondoka. Nikishaondoka narudi tena kwa wajawazito, kwa hao ambao wanabeba mimba, narudi pale. Nikisharudi pale na waona wale wajawazito. Nikishawaona wale wajawazito, ninaingia kwenye tumbo la mjamzito. Mimi siwezi kuingia nikaingia kwenye tumbo, lakini kuna vitoto fulani ambavyo vinaitwa ni vitoto vidogo ambavyo tunavichukuaga, halafu tunavituma, ingia tumboni, halafu utanipasia huyo mtoto. Mimi nitaingiza mkono kwenye tumbo, nitapitisha mkono, kishapitisha mkono nitachomoa yule mtoto. Nikishachomoa yule mtoto, basi nikishamchomoa yule mtoto, mimi nampeleka hivi. Halafu mle ndani sasa ya tumbo naweka mtoto bandia. Nikishaweka mtoto bandia, atakapojifungua yule mama, atajifungua, halafu yule mtoto atafanyeje? Atafariki.
Alafu watu sasa ambao wana imani ambazo ni potofu watasema huyu amekufa kwa mapenzi ya Mungu. Tukishasikia hivyo, basi na sisi tunafurahi. Tukishafurahi hapo, tunachukua tu wale watoto. Tukishawachukua wale watoto, huyo mtoto tunaenda kufanyeje? Kumkamua. Tukishakamua pale, tunaleta sasa, wanafungua viwanda, halafu tunaenda kwenye viwanda sasa tunamimina yale mafuta. Pia na sisi tambueni, tuna viwanda vyetu kuzimu, kwa matajiri ambao wanakuja, ambao waliojiunga, wanaenda kulangua vitu usiku. Wanaenda kulangua vitu, wanawaletea. Nyinyi hamtambui, wanawaletea. Mnasema kitu hiki kimekuja leo, lakini hivi vitu ni vya nani? Ni vya shetani. Lakini pia hapo tukishawekea, watu wataendelea kujipaka. Ndio maana sisi tunatambua tukiwa huko kuzimu, tunatambua kuwa ya kwamba dunia yote iko mikononi mwa shetani. Na pia kuna malaika wa mbingu ambaye amekamata hiyo mbingu. Basi dunia yote iko kwa mikononi mwa shetani. Kwa sababu gani? Maana kila vitu ambavyo anavitoa shetani, watu mnavitumia, au watu ambao wanavitumia ndo duniani watu wanakuwa wanavitumia. Basi hiyo ni jambo ambalo mmelisikiliza. Jambo lingine, tunarudi sasa kwa hawa watumishi hewa. Kabla hatujafika huko, pengine tufafanulie kidogo kuhusiana na hizi swala zima la vifo jinsi vinavyotokea. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hakuna mtu ambaye anakufa kwa mapenzi ya Mungu? Mtu anayekufa na umri wa miaka 7, na umri wa miaka 15, na umri wa miaka 30, na umri wa miaka 20, huyo hajafa kwa mapenzi ya Mungu. Mungu hakumwandikia mtu aishi miaka 30, hakumwandikia mtu aishi miaka 40. Labda pengine mchungaji hapo, Mungu amemwandikia miaka mingapi kibibilia mwanadamu kuishi hapa duniani? Kibibilia inaonyesha miaka ya kuishi duniani ni kuanzia miaka 70 kuendelea mbele. Kwa hiyo inachokionyesha hapa, anachokizungumza, naweza kugundua kabisa kwamba kuna vitu ambavyo shetani husababisha vitu viko vingi ambavyo si sahihi katika kusudi la Mungu. Hao wanaokufa wana umri wa miaka 7 miezi 3, wote wanaingia Freemason, na wote wanachukuliwa. Wengine wanaenda kufanywa kuwa nyama, wengine wanaenda kufanywa kuwa wafanyakazi wa kule. Wanakuwa wanaagizwa sehemu fulani kwamba twende sehemu fulani tukasababishe kitu fulani. Na ndio maana unapotaka kumtumikia Mungu inatakiwa usimame pale pale. Maana hata kuzimu, sisi ambao tulikuwa tunatumika, tukienda pale shetani akishatuambia kwamba simameni kwenye nafasi yenu, na tunasimama kwenye nafasi yetu. Kwa nini sasa washirika, kama ni washirika wa kanisa, unaambiwa simama kwenye nafasi yako, huwezi kusimama kwenye hiyo nafasi, lazima uyumbe? Ina maana kwamba hapo inatakiwa utambue kuanzia leo, utambue kwamba kuna nguvu ambayo inakuita, kuna roho ya umauti ambayo iko nyuma yako inakuita. Kwa kuanzia leo ninahitaji, kama una tabia hizo ambazo unaambiwa na wachungaji kuwa kwamba simama imara pale pale, alafu na unajichanganya, ujue unaenda njia ya shetani. Hata shetani anapomuona mtumishi wa Mungu ambaye ni mlokole kabisa, ambaye haendi sawa, shetani waga anaenda kumshtaki, anasema Mungu huyu ni wa kwetu, maana unaenda sivyo Mungu anavyotaka. Umeona? Kwa sisi ambavyo tunatambua kule, kwa mtu ambaye anamtumikia Mungu, kuchukua damu yake hatuwezi kuichukua damu yake. Na kwa yule ambaye anamtumikia Mungu kwa mizaha, au ndo ambao tunawachukua vizuri tu, tunawachukua bila tatizo lolote. Basi nije hapa. Pia kuna kinga mbili za Mungu. Kinga ya kwanza ni moto wa kuchoma wachawi. Kinga ya pili ni kunyenyuliwa na wachawi wowote. Nakumbuka siku moja niliingia mlimani ya Kasulu pale. Hiyo mlimani inaitwa Kabanga. Hiyo Kabanga nimeenda nikiwa nataka niwanyenyue watu. Nimeenda pale, nikafika pale kuwanyenyua watu, naona hawanyenyuliki. Nanyenyua, napenyesha mkono huku chini ya kitanda, naona anakamatika vizuri, lakini kumnyenyua inashindikana. Ina maana kwamba hao wana kinga ya Mungu. Kwa kama nataka kuwa na kinga ya Mungu, inatakiwa mtumikie Mungu bila mizaha yoyote, na inatakiwa mtumikie Mungu kwa nafasi yako. Usirudi nyuma na usiende hivi. Kimfano, kuna wachungaji ambao wapo kwetu, kuna makanisa mengi ambayo tunayaona, wachungaji wengi nimewaunganisha wachungaji. Wengine wanakuja wanasema, tunahitaji sisi ulifanye kanisa letu kuwa duka la mafanikio yetu.
tunampa ile nguvu. Tukishampa ile nguvu, alafu tunampa na miujiza fulani. Tukishampa miujiza, anawaombea watu kwanza, wanapona, watu wanapona kwanza. Wakishapona, alafu na sisi tunafanyaje? Tunamsaidia kuwasukuma watu. Tunatuma wale fisi, wanakuwa wanaenda kuwakimbiza watu wanaotoa kwenye makanisa ambayo yana nguvu ya Mungu, wanawaleta kwenye kanisa hilo kanisa ambalo halina nguvu ya Mungu. Kwa sisi tunachotambua, waga tunadili na watu ambao wana nguvu ya Mungu. Kwa yule mtu ambaye hana nguvu ya Mungu, huyo ni wa kwetu. Na pia tunawaona dunia nzima hii, tukiwachambua ambao wanamtumikia Mungu, ambao wana nguvu ya Mungu ni wachache, lakini ambao wanamtumikia shetani ni wengi sana. Na ndio maana tunawavizia polepole. Unapoona mshirika hafiki kanisani, tunatuma roho ya uoga. Na hiyo roho ya umauti tunamtumia kuanzia mtoto. Siku ya Jumapili unaweza kumuona mtu, leo ni Jumamosi, lakini kesho Jumapili yuko bize zake. Kuwa bize zake, tunaweza kumuuguza mtoto wake. Tunapomuuguza yule mtoto wake, anaugua kwanza. Akishaugua, kwa mshirika huwezi kupata nafasi ya kwenda wapi? Kanisani. Kwa hiyo na sisi tunakuwa tunafanyeje? Tunataka kukukamatia hapo hapo. Tunataka kukukamatia wapi? Hapo hapo. Basi sisi tunaendelea na ile nguvu, na wewe unaacha kufanyeje? Unaacha kwenda kanisani. Na sisi tunasema hivi, huyu lazima tumkazanie, maana huyu ni wa kwetu. Maana tukiona kuna washirika ambao wanashiriki makanisani, lakini washirika wengine wanaenda kwa waganga, wengine sio washirika sahihi. Kuna wachungaji ambao ni watumishi hewa ambao watu tunawazungumzia. Okay, pengine tufafanulie vizuri. Mtu wa kawaida anaweza kumtambuaje kwamba huyu ni mchungaji ambaye au ni mtumishi ambaye ana Mungu, huyu ni mtumishi ambaye ana Mungu? Tufafanulie kwa undani zaidi kulingana na kile ambacho unakifahamu wewe. Mchungaji, kumtambua ni mchungaji ambaye hayuko sahihi na Mungu. Wachungaji wana azana nyingi. Kuna pete wanazozitumia, na hizo pete kuna mikufu ambazo wanazitumia wachungaji. Kwa hiyo ukiuona huo mkufu, kama Mungu anasema na wewe, anaweza kukuonyesha na ukamtambua kwamba huyu sio sahihi. Na mchungaji ambaye sio sahihi anapewa tena hirizi ya kuvaa kiunoni. Akishapewa hiyo hirizi ya kuvaa kiunoni, ndo ambayo kabisa unaweza kumtambua. Ila kwa ulimwengu huwezi kumtambua, lakini kwa mtu ambaye ana macho ya kuona anaweza kumtambua kwamba huyu ni mchungaji hewa. Na pia hata wachungaji ambao wako Freemason, hawa tunaowaongelea, wanawaponya watu kupitia nguvu za Freemason. Kuna wengine wachungaji wanawaponya watu kupitia nguvu ya Mungu, na watu wanafunguka vizuri. Pia wanakuwa kwenye mafanikio mazuri, matatizo yao yanaisha. Kwa mchungaji ambaye ni hewa unamtambua kwa namna hiyo. Hizo nguvu anazozitumia ni nguvu ambazo zinatoka kuzimu, ambazo anapewa. Anavopewa hiyo nguvu, na anapoanzisha ibada, anaenda kwenye chumba chake cha maombi, anaanza kuomba hiyo nguvu. Akishaomba hiyo nguvu, ataingia kanisani akiwa na nguvu ya nguvu za giza. Kwa anapomaliza kuhubiri, anapoombea watu, lazima wafunguliwe, maana ile nguvu iko inatembea pale. Nyie hamuioni, ile nguvu inatembea. Tupe sasa maisha halisi ya huyu mshirika ambaye anasali katika kanisa ambalo pengine alina nguvu ya Mungu. Yeye anakuwa kwaje? Maisha yake yanakuwa ni ya shida. Lakini kwa yule ambaye anashirikiana na mchungaji kwa mambo hayo, atafanikiwa vizuri. Kwa mtu wa namna hiyo hata kwenda mbinguni, bali ataishia kwa shetani. Tukiwa tunaingia ibada zao watu, tunawapa taarifa kwanza. Tukishawapa taarifa, tunaingia. Tulikuwa tunaingia kwenye kiungo cha paja, tunaingia tunakata kidogo. Tukishakata kidogo, tunakuaga na tuvisu fulani twa kichawi. Tukishakata kidogo, hawasikii, tunakata tu. Yani kama vile kakinyungutu fulani ambako kama mtu ameng'atwa na kakinyungutu fulani, umeona? Tunakata kidogo, alafu tunakata kidogo haraka tu, alafu sisi tunapeleka hivyo viungo. Alafu tunamwambia mchungaji,
tunamwingilia kwenye sauti, labda kama jinsi Mungu anavyosema na watu. Tunamwingilia, tunasema kazi tumemaliza, endelea hivyo hivyo kuwaita watu kwenye hizo nguvu ambazo tunakupa. Anaendelea hivyo hivyo. Na sisi tunaendelea kuingia kanisani kila Jumapili, tunaendelea hivyo hivyo kila Jumapili. Basi kitu kingine